kwa habari motomoto na zenye uchunguzi wa kina. Sikiliza Radio Umoja. Radio Umoja ni sauti ya mwananchi. Nikutakie asubuhi njema msikilizaji mpenzi wa matangazo ya Radio Umoja. Pia nikutakie mwanzo mzuri wa wiki, ikiwa ni muda mzuri wa kukuletea habari zetu katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Moja kwa moja tunaanza na mtasari wa habari zenyewe. Kwa baraka ni kwamba makubaliano ya amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya Kinshasa na Kigali iliyosainiwa huko Washington, baadhi ya vijana katika eneo la Baraka Fizi, mwisho wake utakuwa na matokeo mazuri ikiwa tu kila sehemu itachukua jukumu lake la kurejesha amani. Na huko Kabare ni kwamba watu watatu waripotiwa kufariki siku ya Jumamosi ya tarehe 14 mwezi Juni wakati wa mashambulizi mapya kati ya wazalendo na waasi wa M23 ndani ya groupmenti ya Bushwira tarafani Kabare ni mkoani Kivu Kusini. Tutakuwa vile vile huko Kinshasa ambako kwa mara nyingine tena jiji la Kinshasa limekumbwa na janga lililosababishwa na mvua kali, huku vifo na maafa makubwa vimeorodheshwa. Kuna hayo na mengine mengi katika habari hizi ambazo zinasomwa mitamboni naye mwenzangu Miambo Bulimwengu. Mimi ni Taise Wilonja Kakozi. Punde tu tunakujia na habari kamili. Radio Umoja. Kama tulivyokuambia kwenye vichwa vya habari zetu ni kwamba makubaliano ya amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya Kinshasa na Kigali iliyosainiwa huko Washington, baadhi ya vijana katika eneo la Baraka Fizi wanafikiria kwamba mwisho wake utakuwa na matokeo mazuri ikiwa tu kila sehemu itachukua jukumu la kurejesha amani. Mkingo Salumu ni mmoja kati ya vijana hao waliotoa udadisi huo wakati wa mahojiano yake na mwenzetu Faraja Mulumba Famure. Nitakachokuambia ni kusema kama ni kitu chenye kuwa vizuri sana kama ngambo zote mbili, tukisema Kongo na Rwanda ama Kigali na Kinshasa, watakuwa na maswali yenye watakayoyafanya ama ile akoro yao iwe wataikubalia kwa pamoja yenye kuwa na misingi. Kwa kuwa kuna watu wengine wanaweza wakaenda wakasema tufanye mkataba, kumbe mkataba ni kwenda kufanya mchezo. Lakini kama mkataba wao huo sio wa mchezo, nina uhakika amani itaonekana mashariki mwa nchi yetu inayoitwa DRC. Nakupa kwanza mfano. Katika akoro zao kumesemwa maaskari wa Rwanda wanaweza wakatoka wote kurudi makwao. Hilo likiwa labda likitimia, wakilitimiza ngambo ya Rwanda, hiyo inaonesha mara moja amani inaweza ikaonekana mashariki mwa Kongo. Tukiwa tu katika eneo la Baraka Fizi, kwa mara nyingine tena kuna ripotiwa kwa kiwango kikubwa uhamiaji wa raia katika milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, hali ambayo imepelekea liwali wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji Badibanga kutoa wito kwa ajili ya amani na mshikamano. Mapambano ya hivi karibuni iliyoshuhudiwa kati ya jeshi la taifa kwa ushirikiano na wazalendo zidi ya muungano wa Twirwaneho Red Tabara M23 Palokechi ndio ilisababisha raia wengi kuyahama makazi yao kwa wingi. Liwali wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga amehakiki kuwa familia nyingi toka jamii tofauti zilielekea sehemu mbalimbali, hata baadhi ya wengine kuelekea katika jiji na tarafa la Uvira. Sami Kalonji amesema kwamba zaidi ya watu 600,000 wamekushakimbia wakipokelewa katika maeneo mbalimbali bila msaada wowote. Kwa hiyo amealika wachaguliwa tarafa la Fizi na viongozi wa serikali kuu na wale wa serikali ya Uvira, hata pia mashirika za kiutu kuajia na msaada. Hata hivyo, liwali wa tarafa ametoa wito kwa ajili ya amani na maridhiano ili kufaulu kuzuia mbinu za adui. Radio Umoja. Uvira ni kwamba kazi za ukarabataji na ujenzi wa kisasa wa barabara ya taifa nambari 5 katika eneo la mapanda njia ya Kamivira hadi kwenye bandari la Kalundu mjini Uvira zilisimamishwa hadi kwa muda usiojulikana nalo shirika la Group ASEK ambalo linatekeleza kazi hizo, hali ambayo inazusha hofu kwa raia na shirika la raia la wananchi katika eneo hilo.
Kelve Bwija, mratibu wa shirika la raia Sosiko RDC, anatoa hofu wake. Ni kusema tu kama jana tulikuwa surpris kuona kibarua kia director wa entreprise Sky iko na exécuter ma travaux ya RN5 eti bana arrêter ma travaux. Motif ya arrêt ya ma travaux mpaka hivi hatuyaijua. Tukasema tutainterpeller gouvernement congolais ku niveau ya province na ku niveau ya national na mairie ya Uvira par rapport ya hii arrêt ya ma travaux. Atuelewi barabara ndogo tu ya 15 km bwana Alexis Gisaro aliweza promettre watu kama barabara itamaliza 18 mois itaishi. Kwa sasa tuna regrete, utafahamu kama nyumba mingi za watu zimewezwa kubomolewa muvile ya Uvira et ses environs kwa juu barabara ijengewe. Meki ajabu, barabara inashimamishwa, watumishi ambao walikuwa wanatumika wamoja hawajalipiwa. Ile tunaona saa italeta tatizo muvile ya Uvira. Kwa fursa hiyo, Kelve Bwija ametoa wito kwa viongozi na kuahidi kuanzisha hatua za kufanya kila liwezekanalo ili kudai haki yao ikiwa suluhisho hazitopatikana. Kwa sasa tuko tunaangalia si ya kujipanga, tuorganize vikao fulani na wakaaji purke tufanye action citoyenne yenye itashirikishwa mashirika zote za kiraia na mavuguvugu za kiraia muvile ya Uvira. Mtangazaji, ile ndio upande wetu, na mwa ile ni kusema wakuu viongozi wa notable fulani ambao wanaishi pa Kinshasa, wa députés nationaux, wa sénateur, wajikaze kutusaidia kuinterpeller ministre wa ITPR bwana Alexis Gisaro puruke aji explique kuonesha kama pesa za barabara zilienda wapi. Omake tunajua kama hii barabara RN5 ilikuwa na apui kubwa ya gouvernement congolais na zingine organization fulani. Mtangazaji, msikilizaji mpenzi, ikiwa ndo mara ya kwanza unajiunga nasi, fahamu ya kwamba unasikiliza matangazo ya Radio Umoja ambayo inakujia mubashara toka mjini Baraka kupitia mitabendi ya 96.0 FM. Radio Umoja. Pakabare ni kwamba watu 3 waripotiwa kufariki siku ya Jumamosi ya tarehe 14 mwezi Juni mwaka 2025 wakati wa mashambulizi mapya kati ya wazalendo na waasi wa M23 ndani ya groupmenti ya Bushwira tarafani Kabare ni mkoani Kivu Kusini. Miongoni mwa wahanga kuna mwanafunzi mmoja aliyefariki wakati wa mida ya shule. Kulingana na gazeti la 7sur7.cd, mapambano yaliyoanzishwa kwenye mida ya asubuhi na hivyo kusababisha kuzorota kwa harakati zote. Hata hivyo, raia wengi waripotiwa kuyahama makazi yao. Mashuhuda walieleza kuwa walimu wengi walijaribu kulinda wanafunzi wakati ambao milio ya risasi ilikuwa ikisikika. Ikumbushwe kuwa siku hizi tarafa la Kabare linaorodhesha vita vya mara kwa mara kati ya wazalendo na waasi wa M23 haswa ndani ya groupmenti ya Irambi Katana. Radio Umoja. Tukitoka ndani ya mkoa wa Kivu Kusini tuelekee ndani ya mkoa jirani wa Kivu Kaskazini, haswa hususan uko Goma ambako mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pia kiongozi wa MONUSCO Bintu Keita aliongelea sasa kuhusu ujio wake mjini Goma, mji ulio chini ya himaya ya waasi wa M23 AFC yapata sasa miezi kadhaa. Ziara hii inakuja wakati hali ni tete na pia kwa muda ambao Bintu Keita anasubiriwa siku chache za hivi karibuni kuhutubia mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mkutano huo unaendana na muendelezo wa jitihada za pamoja zilizoanzishwa yapata sasa miezi kadhaa kwa manufaa ya raia, kama alivyobahini Bintu Keita wakati wa mahojiano yake na vyombo vya habari mjini Goma. Le premier objectif que j'avais, lengo la kwanza nililokuwa nalo ni kukutana na wafanyakazi wa jeshi na raia wa MONUSCO, kwa sababu sikuwa na mawasiliano ya uso kwa uso na wafanyakazi hawa kwa miezi kadhaa, kwa kweli tangu Januari.
Pili, iliweza kuwa muda wa kutathmini kuondoka kwa wanajeshi 1359 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na polisi kupitia uwezeshaji wa shirika la Msalaba Mwekundu chini ya idhini ya serikali ya Kongo, na pia kukutana na uongozi wa AFC M23 kwa viwango tofauti vya majadiliano. Lengo la tatu la mkutano, unajua kuwa SAMI RDC inaenda na sisi kama MONUSCO tunasaidia kuondoka kwa mission hii, kwani tunayo azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Kimataifa linaloitwa azimio la 2746 la Agosti 2024 ambalo linatuomba kusaidia wakati tunaombwa kusaidia. Kwa hivyo ni wazi kwamba mimi pia katika malengo yangu nilikutanisha na kushirikisha uongozi wa AFC M23, na kwa ahadi hii kulikuwa na mambo kadhaa. Ya kwanza ilikuwa kuona jinsi ya kufanya kazi pamoja, lakini pia kuona jinsi katika siku za usoni tunaweza kutumika pamoja njia ya kufanya kazi, kuendelea na ahadi pamoja ili wanajamii waweze kuchukua fursa ya uwepo unaoendelea wa misheni uko Goma. De la mission à Goma. Tumalizie habari zetu na habari kutoka huko Kinshasa ambako kuna habari zinazosema kwamba kwa mara nyingine tena jiji la Kinshasa limekumbwa na janga lililosababishwa na mvua kali. Vifo vingi na maafa makubwa vimeorodheshwa. Mvua kali zilizonyesha mjini Kinshasa asubuhi ya Jumamosi ya Juni 14 mwaka 2025 zilisababisha matokeo makubwa ya vifo vya watu na vitu mbalimbali. Ndani ya kata mbalimbali familia zililala nje baada ya makazi yao kusumbuliwa na maji. Vile vile maafa yaliendelea kushuhudiwa asubuhi ya Jumapili kwenye sehemu tofauti za Kinshasa. Manispaa zilizoguswa zaidi ni pamoja na Lemba, Kalamu, Kisenso, Limete, Ngaliema na Mongafula. Vyanzo vya mahali vinaonyesha kwamba ukataji mbaya wa mifereji, ujenzi mbaya wa nyumba na pia kusogelea eneo za mafuriko ni sababu mojawapo ya janga hilo. Na ni hapo ndipo tutakuwa tumewekea nanga habari zetu za asubuhi ya leo. Shukrani kwa nyote ambao mmetutegea sikio tangu mwanzo hadi tamati. Vile vile shukrani kwa wenzi wangu ambao wamekaa kwenye meza ya wariri kwa ajili ya kuandaa habari hizi. Mimi ni Taisi Wilonja Kakozi na kuomba tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.